Oh la 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 la. Oh la 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 la. Wewe na mwenza wako au mume na mke na mke na hii hali inatokea pande zote mbili. Wewe kama ni mwanamke angekuwa ndo mfanya kazi na nini sawa lakini mume pia ana haki na ile ndo na ana haki na ile mali ambayo ya mke. Same na wewe mke una haki na mali ya mume. Sawa dada. Sasa hii hali ya kutokuwa kujiamini na kujiondoa kwenye umiliki ndio inapelekea hizo, na ndio zinatoa sasa fursa kwa mwanaume sasa kuweza kutoka nje ya nyumba yake kwenda kufanya mambo ambayo wewe hakuhusishi kimaamuzi, kwa sababu unajua kama una haki na ile mali, lakini una haki ya moja kwa moja na kuzingatia kwamba mmezaa watoto, ndio yaani maana yake hata kama msingezaa watoto wewe na yeye, ndio maana bado una haki na ile mali. Tuache ile tabia mazoea ya kusema si mali ya watoto. Hapana, mali ni ya mke na nani? Sio kama hilo zuri. Nimekuelewa vizuri. Yes. Kwa hiyo sasa mimi nikuambie tu huyu mume wako pamoja kwamba ametoka amekwenda nje huko kama umesema na mawasiliano hakuna, lakini haiondoi wewe walali umelipa hiyo mali. Sio kunifuatilia. Nimekuambia nataka uniambie mwanamke ni nani? Wewe unajikuta chizi eh? Yaani kama uchizi hapa wage ushanipanda sielewi. Naomba tena nyumbani ukanieleze vizuri mwanamke ni nani? Wewe. Sija kufokewa. Nataka unipe story mwanzo mpaka mwisho. Huyu ni nani? Sasa wewe unataka mimi unijue mimi ni nani? Wewe. Naomba uniambie huyu ni nani? Wewe una akili sawa sawa? Naomba uniambie huyu nani? Tuondoke. Wewe chizi. Mike tuondoke. Wewe chizi. Sasa mimi chizi zaidi yako. Mike naomba tuondoke. Niache. Tuondoke. Dada. Niache. Mimi nitakusaidia. Nitakusaidia kwa sababu ndio kesi mara nyingi ambazo huwa nasimamia hizo. Mara nyingi huwa tunafanikisha. Lakini eneo jingine kuna kitu ambacho ninyi wanawake tutake mkiangalia. Hii sasa narudi kwenu wote. Sawa? Unakuwa na kitu kinaitwa uhusiano. Sawa? Yaani uhusiano between two people au two parties, kati ya watu wawili tunasema uhusiano. Mkisha poana baadaye mkawa na familia yenu na familia ule ukoo wa jumla, tunaita sasa ile mahusiano. Sawa? Sasa kinacho tofautisha hapa kwamba ule uhusiano kati ya mke na mume huo unapotea, unakwenda kwenye mahusiano. Mahusiano ambayo yanagusa nini? Watu wengi sasa. Watoto, familia, yaani watu wale ambao ndani ya familia ile tunaita nini? Mahusiano. Jirani yangu Mr. Popote, bora nimekuona. Unajua kuna msemo unasema miti hudondosha mbegu na mbegu hizo hubebwa na maji na kwenda mbali na baadaye hugeuka na kuwa miti mikubwa. Linda, hivi lini utaacha misamiati yako? Sio hivyo, ndo tetesi nilizozipata. Tetesi? Juu ya nini? Wewe una mtoto. Sikiliza Linda, mimi najua Linda wewe mjanja sana. Unataka kunipiga pesa eh? Yaani mimi katika ujanja wangu wote, ujana nimeutumia, utundu wangu wote yani. Sijawahi kumtia mtu mimba wala kusingiziwa jambo lolote kuhusiana na masuala ya mimba wala mtoto sina. Sasa kama wewe unasubiri malaika,
utasubiri sana, ila sisi watu wa udaku ndo malaika wa mtaa. Yaani mimi nikwambie kitu kimoja, nachoweza kukifanya sasa hivi ni kumtafuta mwanamke kwenda kupandikiza hiyo mimba, kwa sababu huduma hiyo kwa sasa hivi katika nchi yetu ipo, lakini sio vinginevyo. Lakini bahati mbaya tu nyimbo mbili moja, kwamba huyo wa kuweza kupandikiza naye mimba mpaka sasa hivi sijaona na sina. Mr. Popote, na utajiri wako wote unakosa mrembo wa kumpandikiza mimba? Tafuta misi mmoja huko mrembo pandikiza, ila kwa ushauri wangu itakugharimu sana. Sasa najaribu jijua ya nini yani. Unajua mara nyingi watu wanasema kwamba naweza nikapandikiza mimba na mtu yeyote yule, lakini wanashindwa kuelewa kwamba je, watoto watakaowazaa tabia zao zitaendana nani? Lakini pia tunakuja kutengeneza taifa la namna gani? Tutakuja kuwa na taifa la ajabu sana. Kama hautaki kuniamini basi. Lakini pia cha msingi, anyway, nitazifanyia kazi hizo taarifa zako. Ndio jambo la msingi. Sawa. Uhusiano ule unakufa. Sasa ule uhusiano ukifa kati ya mke na mume, ndio ule sasa unapelekea sasa haya mapungufu ambayo tunasema. Kwa hiyo uhusiano kati ya mke na mume ndio ambao unapelekea sasa mume kujiona kwamba sasa pale ndani kwake yeye ni nani? Mfalme. Sio, umeelewa? Ndio. Umeelewa vizuri? Ndio. Yeah. Kwa hiyo sasa anyway, hiyo nilikuwa najaribu tu kuelezea jinsi ya mambo yanavyokuwa yanaharibika kwenye eneo lipi. Sawa. Kwa hiyo ukizingatia haya mahusiano yenu ndani ya nyumba, haya mengine yanaweza kutokea. Unaelewa? Na hata hizo mali unazosema hizo ukizisimamia vizuri, na natakiwa uwe na mazoea tu ya kusema hiki chetu, hiki cha kwetu, hiki cha kwetu. Hii nyumba yetu, hili gari letu, haya mashamba yetu, hii biashara yetu. Neno lile likishaanza kutamkwa ile mara kwa mara na mahusiano yakiwa mazuri, hata yule mume wako naye anarudi anasema okay, kumbe hii mali niko na mke wangu, kwa sababu ya mahusiano, na uhusiano vimechanganyika kwa pamoja, na mume anabaki kuwa ni sehemu ya familia yako. Umeelewa? Yes, lakini haya masuala mengine of course ya kisheria, of course tutasimamia vizuri na atakwenda sawa kama ambavyo nimesaidia huko, sio? Lakini umeelewa vizuri. Kuelewa vizuri, nashukuru sana. Asante. Nashukuru kwa kunifahamisha vizuri. Yeah. Asante sana. Ya, sasa cha kufanya leo ni weekend kama tulivyosema. Ndio. Hebu mlete Jumatano. Sawa. Pale ofisini. Sawa. Kwa sababu Jumatatu, Jumanne na kesi fulani inasimamia huko mahakamani. Sawa. Kwa hiyo Jumatano ndio pale saa 3 hivi sio mbaya. Sawa. Yes. Saa 3 ufike pale, nafikiri tutaanza kufungua faili ya issue yako. Haya. Sawa? Kwa hiyo usijali mama. Sawa. Tutaweka sawa. Haya, nashukuru sana. Okay. Karibu sana. Haya, asante. Haya. Haya kweli. Haya, asante. Isha bwana. Wanawake wanajitoa sana kwenye umiliki wa mali kwa sababu ya mazoea tu. Kusema mali ya mume. No, sio hivyo. Tunapata shida hizo wanawake wengi sana. Kwamba maana wanadhulumiwa kirahisi kwa sababu kujitoa kwao mapema kwenye maisha ya namna hiyo. Takiwa tu wawe ni sehemu ya umiliki wa hizo mali. Ila nyewe tutaendelea kuelimisha, wataelewa tutaratibu. Popote mara Leo sijakuja kwa swala la kodi, nimekuja na jambo tofauti kabisa. Haki ya Mungu. Sasa hapo ndo nanifurahisha. Kwanza kabla ya yote, nataka mimi unihamishie huko juu. Jamani, juu kuna upepo kama niko feri, yaani upepo wa huko. Mimi nataka nihamie juu bwana.
Mimi kuchi naona joto sana. Nilikaa juzi. Nimekula mahindi yangu, nimechoma, nimekaa juu. Ni pazuri, kuna upepo sana. Huku chini joto, mimi siwezi. Na mafeni mimi na nini na allergy. Naomba unihamishie huko bwana. Sawa. Hiyo haina shida. Sasa. Kweli. Hebu niambie. Ndio. Hivi. Umesikia habari zozote kwamba mimi na mtoto? Na mtoto? Mimi habari nimezisikia. Sasa nimekuja kwako. Unajua wewe na mimi tunafahamiana muda mrefu sana. Kwa kama umewahi kusikia na wewe, linaniumiza sana ile jambo. Yaani mpaka na wewe habari zimekufikia? Ina maana kweli. Mimi ninashangaa kwa sababu na mimi nilizisikia tu. Na ila mimi siwezi kuongea sana. Mwenye hizo taarifa atakupa. Kuja mwite mdogo wangu. Yeye ndo atakuelekeza vizuri. Hebu mwite chapu basi. Fatia. Fatia. Njoo mara moja. Hata kwa disia uwe mimi nimalizia. Sasa mkaongelee ndani, nenda kamhadisia na maneno na wewe. Ana maneno na wewe huyu. Habari yako? Samahani, mimi naitwa Mr. Popote, ni mfanya biashara na nina duka langu pia kule Kariakoo karibu na klabu ya Simba. Sasa kuna habari nimezipata, nimezisikia. Nilikuwa naomba ufafanuzi kutoka kwako. Habari gani? Unasikia sehemu yote kwamba mimi na mtoto? Wewe nikakwambia maneno. Kwanza hebu niambie kitu kimoja. Mimi na wewe tunafahamiana? Yule baba namfahamu. Mke wake anasuka pale. Inaweza kaa tunafahamiana kwa sababu sura yako sio ngeni kwangu. Hivi naomba nikuulize. Unakumbuka ile siku ambayo mvua ilinyesha kubwa Dar es Salaam? Endelea. Ulikuwa umepanda bodaboda. Kitu kama hicho. Bodaboda alisema mlikuwa mnaelekea Kariakoo. Na hizi siku hiyo ndo nilokutana na wewe. Sister, nawahi Kariakoo mara moja. Sawa, ungenisikiliza. Haraka haraka haina baraka. Sisi ndo abiria mwisho kutoka Kariakoo. Nimeshuhudia kwa macho yangu mawili bodaboda kusombwa na maji. Mvua imenyesha balaa. Mvua hiyo imenyesha wapi? Na Dar es Salaam ndio hiyo. Jofo bwana, twende bwana. Kaka, si unajua siku hizi mvua za Dar es Salaam zinanyesha kimafungu, sio kama za zamani. Usiende J4, hali ni mbaya huko. Na kuomba. Jofo? Naam. Mimi nadhani safari yangu itakuwa imeishia hapa. Wewe tutawasiliana baadaye. Okay, haina shida boss. Poa poa. Poa. Sasa mimi naona hapa nimeshachanganyikiwa. Yaani hata sijui nafanyaje. Safari yangu yenyewe ishaharibika. Vipi? Safi. Tunaweza tukaenda sehemu hivi tukakaa tupige story bwana. Maana nisha. Sasa mimi niende nikafanya nini huko? Siwezi kuongea huyo. Tuongee nini? Yaani wewe umri huo ujue kwamba mimi na mimi tunaweza tukaongea nini? Hata kuna mambo mengi ya kujadiliana. Shida nini? Mimi na tunaongea nini? Twende kanisikilize, tukapate hata maji. Mimi na kazi zangu sasa hivi, siwezi kwenda huko. Wewe, hebu acha mambo hayo. Mwanaume unajua sasa hivi kwamba ni mtaji hapa Dar es Salaam. Hebu acha hivyo vitu bwana. Twende zetu. Sikai sana. Twende basi. Sawa, sawa. Ukai sana. Ndio basi. Lakini kama nakufahamu vile. Nakumbuka hiyo siku.